Mungu anatuita tukaweze kutubu kwa moyo, tutubu kwa dhati, kwa mioyo yetu yote, si kwa matendo ya nje, bali kwa toba ya kweli. Sio tunapotubu kwa yale makosa tumetenda, si kutubu tu kwa sababu watu wanatubu, lakini kutoka ndani. Ukitubu ukiwa unamaanisha. Karibu kwa channel yangu ambao ni returning subscriber, returning viewers. Neema ya Bwana ikawatoshe. Asante kwa support yenu. Wacha Mungu akasidi kuachia maisha yenu. So naenda kuna maandiko hapa yanatuambia kwamba Bwana anasema nirudieni, tukarudi kwake, maana sisi ni wenye dhambi. Tunatenda dhambi mingi katika kila siku, mengine hata bila kuchua tumeenda kinyume kati na mapenzi ya Bwana. Ndipo anatuambia kwamba nirudieni kuja kwangu na tukatupu kwa dhati, tukimaanisha si ile kujipendekeza umetupu, lakini hili ndani umefaa ngozi ya kondoo. Umefaa ngozi ya kondoo nje, lakini ndani umekuwa mbwa mwitu. Sasa tusikue hivyo, tuwe roho zetu zimemkubali Kristo, tutembee kati na mapenzi yake. Tusiwe watu wa kujitanganya, tusiwe watu wa kujipendekeza kwa watu ili hali tunajua, lakini roho zetu hazimaanizi. So Biblia hivyo inatuambia kwamba rudieni kwangu. Sisi ni wenye dhambi. Mungu anajua, anatuona, anajua kila kitu katika maisha yetu, lakini anatuhitaji tukamgeukie yeye na tukatende sawa sawa mapenzi yake. Naanza tunasoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 12, natuambia hata sasa asema Bwana, nirudieni kwa moyo wenu yote. Nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza. Nirudieni kwa mioyo yenu yote. Turudi kwa Bwana, tutende sawa sawa mapenzi yake. Tusi watu ambao tunarudi lakini ndani mioyo iko pande nyingine na inataka kumrudia Bwana. Yaani tumekanyaga mguu mwingine nje, mguu mwingine ndani. Hatujui tukae wapi sasa. Complete unasema ukae hii side, lakini Bwana anatuhitaji. Anatuita sisi kama watoto wake tukamrudie yeye, sababu tukamrudia yeye ndiye anatuhifadhi, ndiye kila kitu katika maisha yetu, tukimaanisha si kurudi tu kujifanya kujipendekeza. Yeye anajua kila kitu katika maisha yetu, na hakuna kitu hata moja utakayeweza kutanganya ama tuseme hapa umeingia kwa Mungu lakini mioyo inafikiria kwingine. Hayo yote chua Mungu anachua na anatutazama. Ndipo anatuambia kwamba tukamrudie yeye, bali tusirudie wanadamu. Tukienda kwa wanadamu hakika tutakiona. Kwa nini? Wanadamu hawajali. Hata ukienda kwao hawana shughuli na wewe. Lakini tukimtumainia Bwana kwa kila jambo, tukimaanisha tutembee kama na mapenzi yake, hakika atabadilisha nia yetu, atabadilisha maisha yetu. Hatutabaki kuwa hivyo, bali tutaona wema wa Bwana katika maishani mwetu. So turarueni mioyo yetu kwa sasa, kwa maana Mungu amesema tukarueni mioyo yetu na kwa kuomboleza, kwa kulia na kwa kufunga na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu na sio mavazi yenu. Mrudieni Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema na wingi wa huruma, si mwepesi wa hasira na si mwingi wa upendo. Uona huruma, hujizuia kuleta maafa. Bwana si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa upendo. Tukamrudie, tukararue mioyo yetu, si kurarua mavazi. Hii Biblia wengine wanasema turarue mavazi. Hajasema turarue mavazi, turarue mioyo yetu. Mioyo yetu kuirarua ni kung'oa zile vitu tumeweka huko ambavyo havistahili. Vile vinatufuruza kumtumainia Bwana, vile vinatufuruza na kutufuruza na kuweka mbali na kutuweka mbali na mapenzi ya Bwana. Yaani ile vinatufanya tufanye mambo ambayo hayapendezi Mungu. Hayo ndio mambo tunafaa kuyarua kutoka mioyoni mwetu, ili tukamtumainie Bwana, tukatembee sawa sa mapenzi yake, tukatupie kila mipango yote ya Shetani, kila nguvu zote za giza, kila mienendo ambayo haistahili mbele za Bwana, tukararue hayo yote. Tutakapoyarua hayo, Mungu atatupa ushindi, atatupa kibali. Tusimame tukimtumainia yeye tu.
na hakika ile siku tutamtumainia Mungu wetu, hakuna siku atatulet down, hakuna siku ataweza tuachilia, bali atasikia mkono na atafungua njia pasipokuwa na njia. Huyo ndio Mungu wetu tunayemtumainia na kumtegemea kwa kila jambo. So tumtumainie Bwana, tutembee kadri mapenzi yake, tusiende kinyume na mapenzi ya Bwana, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba turarueni mafasi. Wewe ndio unafikiria ni kipi kile kinakusumbua, kinakufuruta mbali na Bwana, ukirarue. Rarua hizo kitu. Hiyo kitu ndio nafaa kurarua, tukamtumainie Bwana, tukatembee sawa sawa na mapenzi ya Bwana, na tuone ushindi, tukaona utukufu wake, kwa kufunga, kwa kulia. Sasa zingine unapitia changamoto, mapito ni mingi katika ulimwengu, lakini tuende kwake. Hata ukilia lose hope, yeye ndio anakupea uzima, atakupa hope. Ndivyo inafaa tukafuate yale mienendo anayotaka sisi kama watoto wake, na hakika tunaona ushindi wake ndani ya mioyo yetu. So tumtumainie Bwana, tutembee sawa sana njia zake, kwa sababu yeye ndio Mungu mweza yote. Mbele nao moto unateketeza, nyuma yao mia ya moto inawaka kwa nguvu. Mbele yao nchi iko kama bustani ya Edeni, nyuma yao ni jangwa lisilofaa, hakuna kitu kitakachowaepuka. Wanaoonekana kama mafarasi wanakwenda mbio kama askari wapanda farasi, wanaotoa sauti kwa magari ya vita, wanaporukaruka juu ya vile vya kilima, kama mlio wa bahari na moto ichaayo mapua, kwa jeshi kubwa lililojipanga kwa ajili ya vita. Kwa hiyo tukamtumainie Bwana. Jeshi la nzige, tumtumainie Bwana, tutembee sawa sawa mapenzi yake. Hakika yeye ni ushindi, ndiye Mungu mweza yote, na hakuna lisilowezekana mbele zake. Swali ni kwamba siku za giza, huzuni, siku ya mawingu, usinituzi. Kwa masunguma ambavyo toka upande huu wa mlima hata upande mwingine, jeshi kubwa lenye nguvu linakuja. Wacha tukamtumainie Bwana, yeye ndiye muweza yote. Ukisoma hicho kitabu ukianzia hata mstari wa kwanza, utaelewa. Tumtumainie Bwana, yeye ndio tegemeo, ndio kimbilio, msaada wetu wa karibu. Hatageuza hali yetu, hatabadilisha maisha yetu, na kila kitu kitakuwa sawa. Yeye ni Mungu mwenye nguvu yote, mwenye mamlaka, anajua kila kitu katika maisha yetu, na tukiachilia mbele zake akachukua ushukani, hakika tutaona ushindi, tutaona wema, tutaona kibali cha Bwana katika maisha yetu. Wacha Mungu akatuonekania, akazidi kuzawala, tutembee sawa sana wale watu ambao wanatufuata, wanaotulinda, wanaotutetea, wanaotukinga, na tukimulilia Bwana amesema atakuwa upande wetu. Tuende tukilia kwake. Ni mengi tumeyaona katika ulimwengu, lakini tukimulilia jua ya kwamba hatabadilisha maisha yetu.